juu sana, nalinua na kulitukuza jina lako. Sema asante kwa kutupa kibali na nafasi tena ya kuwepo mbele zako usiku leo. Neema yako ni kuu kwetu, tunazidi kujinyenyekesha mbele zako, tukihitaji kuendelea kula na kunywa mezani pako. Mungu ni mtakatifu sana, kaendelea kusema mioyo yetu. Kila mmoja wetu anatamani kusikia kutoka kwako. Neema yako inasikizisha watu wako kwa juu yetu, ili kila mmoja akasikie na kuelewa. Neema ya uelewa ikawa juu ya kila mmoja wetu, neema ya utendaji ikawa juu ya kila mmoja wetu, ili yale tukayasikia tukayaweke kwenye matendo. Tuache mikononi mwako kuhudumia nawe, Mungu Roho Mtakatifu, usituache wala usitupungukie. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba, amen. Amen. Tunaweza kuketi mahali ulipo. Tunao wakati mzuri wa kutulia mbele za Bwana ili kuweza kuyasikia maneno ya Mungu, na leo tulikuwa na siku nzuri. Ni siku yetu ya harambee kama ambavyo tunakuwa nayo kila mzee kabisa. Mpatie maiki Yohana sura ya 3, alafu tupate salamu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Jola Myuda. Karibu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na wasalimu kwa jina la Bwana. Na wapenda. Kwa majina yangu naitwa Jola Myuda, ni mchungaji. Mungu awabariki. Amen. Barikiwe sana. Basi kama unaandika somo letu leo, andika kuingia mbinguni. Ndio somo letu la leo, kuingia mbinguni. Niko najaribu kutafakari kama isingelikuwa nimeandaa mapema baada ya kusikiliza ujumbe wa asubuhi wa Bible study, inawezekana labda somo hili lingebadilika, kwa sababu nimeona kunakuwa na mwingiliano mkubwa, sijajua kwa nini, lakini Mungu alinipa nafasi ya kusoma kitabu kabla ya siku ya leo. Kwa hiyo sikujua, ila wale waliokuwepo asubuhi tutakuwa pamoja nao vizuri sana tutakapokuwa tunatafakari ujumbe wa mchana wa leo, kuingia mbinguni. Kanisa letu la Mlima wa Baraka, tunamshukuru Mungu ambaye amekuwa mwema na mwaminifu sana kwetu, kututendea mambo makubwa ya ajabu. Jambo kubwa ambalo tunalo sasa hivi na tunalianza sasa na tunaendelea nalo, tuna ujenzi wa madarasa ya watoto. Kwa wale ambao mliahidi pesa kwa ajili ya kujenga madarasa ya watoto, niombe tu jitahidi kukamilisha mchango wako, kwa sababu kimpendeza Mungu tulikuwa tunakusudia shughuli yetu ianze Jumatatu. Maana Jumatatu ni kesho tu. Shughuli yetu ianze Jumatatu ya ujenzi wa madarasa ya watoto, na ili kufanikisha mambo haya, basi kila mwisho wa mwezi tunakuwa na harambee moja. Lengo ni kuhakikisha kwamba miradi yote ya kanisa inatekelezeka. Jambo kubwa utakalokuwa unamuomba Bwana atufanikishe, atuwezeshe kupata fedha kwa ajili ya kutimiza miradi hiyo. Sasa harambee inayokuja ni kuombe tu wewe ambaye ni mgeni rasmi wa mwezi ujao, basi ujitahidi mwezi huu ujitahidi kuweka sawa ratiba yako, isitokee kama ilivyotutokea leo. Maana mgeni rasmi aliyekuwa anatazamiwa leo alijikuta amekwama njiani, ameahirisha. Lakini mgeni rasmi akipotea, sisi hatuwezi kupotea, maana sote kwa pamoja kama ilivyokuwa leo tunakuwa wageni rasmi kwa siku ya tukio, tukishirikiana pamoja na mgeni rasmi. Kwa hiyo endelea tu kuizoeza akili yako kujiandaa, na tuendelee kutumia njia nzuri wakati wa harambee zetu ambayo haikupi shida, yaani inakuwa ni somo letu ni kuingia mbinguni. Kama kuna jambo kubwa sana ambalo watu wote duniani wanachakalika kwalo, wanajitihada sana kwalo, ni kujitahidi namna wanavyoweza wakaingia mbinguni. Mungu alivyowaajabu sana, baada ya kutengeneza sayari ya dunia, akawaweka wanadamu kwenye sayari ya dunia,
haikuwa hatima ya wanadamu kuishi duniani, lakini inaonekana makusudi ya Mungu ni kwamba dunia pawe mahali pa muda, lakini mbingu pawe mahali pa milele. Kwa milele iko mbinguni, duniani ni mahali pa muda, na ndio maana tunawazika ndugu zetu wanatoka kwenye sayari hii, wanahama ili tuweze kukutana kwenye sayari nyingine. Sasa kila mahali pana masharti na taratibu zake namna ya kuingia. Ukienda mahali popote, kama ni benki, kwenye chuo, mahali popote kumewekwa utaratibu. Sasa ukikiuka utaratibu na unataka kuingia mahali palipowekwa taratibu, utakutana na shida. Wakati mwingine wanasema unaweza kukutana na mkono wa sheria, kwa sababu kila mahali pana taratibu zake. Sasa nataka nikupe kanuni 3 tu, ziko nyingi sana. Nataka nikupe leo kanuni 3 zitakazokusaidia kuingia mbinguni. Kanuni ya kwanza tutaipata kutoka kwa Yohana sura hii ya 3. Nitasoma mistari michache sana. Mstari wa kwanza labda niishie wa 5 kwa ajili ya muda wetu, alafu tutafakari kanuni ya kwanza. Biblia inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Ufalme wa Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa neema hii ambayo umetupa watoto wako tuweze kuyatafakari maneno yako ya uzima. Neema yako ya uelewa ikaendelee kuwa juu yetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Wapendwa, hapa kuna mazungumzo kati ya Yesu na mtu mmoja mkubwa mashuhuri anaitwa Nikodemo, na ni mkuu katika jopo la Mafarisayo, mmoja kati ya Wayahudi walioifahamu Torati kwa muda mrefu. Huyu mtu alimwendea Yesu, Biblia inasema usiku. Sasa kuna maswali ya kujiuliza, kwa nini anamwendea usiku? Ilikuwa labda vigumu kupatikana kwa Yesu? Inawezekana kwamba mchana Yesu alikuwa anazongwa na watu wengi, anakuwa na makutano mengi, anakuwa na mikutano mingi, kwa hiyo sio rahisi kumwona. Lakini maandiko matakatifu yanafunua siri, yanasema huyu mtu alikuwa mashuhuri na alikuwa mmoja katika jopo la Mafarisayo, na ilikuwa imewekwa katazo au zuio kwamba mtu yeyote akionekana anaandamana na Yesu atakuwa amepoteza heshima yake ya kubaki kuwa kwenye jopo la Mafarisayo, maana atakuwa amesaliti imani ya Mafarisayo, atakuwa anaonekana anaandamana na mtu ambaye ni mwasi. Kwa hiyo kwa sababu ya zuio na katazo lililokuwepo, Nikodemo alijitahidi atumie nafasi ya usiku na hakikishe hakuna mtu anayemuona wakati anaenda kwa Yesu, awe yeye na Yesu wawili peke yao, asiwepo mtu atakayetoa siri, nilimuona Nikodemo akienda kwa Yesu. Kwa hiyo Biblia inasema akamwendea Yesu usiku. Alipofika kwa Yesu, alianza kutafuta labda watu wanasema password ya kuingilia kwa Yesu. Alianza kutoa sifa za Yesu, ni kama vile alianza kumtayarisha Yesu ili aweze kuwa tayari kusema naye. Kwa hiyo wakati wa kuandaa moyo wa Yesu ili ufunguke, akaanza kumsifia Yesu ili kusudi atengeneze njia ya yeye kuongea na Yesu vizuri. Sasa akajua hapa, ukitaka kuongea na mtu anza kumsifu. Yeye akaanza kumsifu, anamwambia, tunajua ya kwamba wewe ni mtu wa ajabu, wewe ni mtu mwema, maana hakuna mtu anayefanya ishara hizi unazofanya wewe isipokuwa ametoka kwa Mungu. Hakuna mtu, yaani hamna mtu yoyote anayeweza kufanya haya unayoyafanya, labda tu
awe ametoka kwa Mungu. Kumbuka kwamba mkuu wa Mafarisayo pamoja na timu yake yote wanakana ujio wa Yesu kwamba hajatoka kwa Mungu. Sasa huyu mkuu wa Mafarisayo anasema, haya unayoyafanya wewe, pasina shaka yoyote utakuwa umetoka kwa Mungu. Sasa maandiko matakatifu yananishangaza, shangaa na wewe. Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia. Nikuulize swali, Yesu alikuwa ameulizwa swali? Yesu hakuulizwa swali, Yesu amesifiwa tu, lakini Yesu akajibu swali. Maana yake ni kwamba Yesu alipotazama moyo wa Nikodemo, alipotazama fikra za Nikodemo, akagundua kwamba kutoka nyumbani Nikodemo amekuja na swali. Swali lake, nifanyeje niweze kuingia ufalme wa Mungu? Nifanyeje niweze kuingia mbinguni? Lengo la Nikodemo ni namna ya kuingia mbinguni, lakini anapoteza muda kwa kutaka kuandaa moyo wa Yesu uwe tayari kumsikiliza. Anajaribu namna gani ya kumvuta Yesu ili awe tayari kumsikiliza. Kumbe Yesu hahitaji kuvutwa, yeye tayari ameuona moyo wa Nikodemo, ameyaona maswali ya Nikodemo. Yesu akaona badala ya kufanya mjadala kuwa mrefu, yeye afupishe mjadala, aende moja kwa moja kwenye kiini cha ujio wa Nikodemo. Akamwambia Nikodemo, kinachokusumbua wewe, unaniuliza namna gani uingie mbinguni. Sasa sikiliza, sharti la kwanza ili uweze kuingia mbinguni, lazima uzaliwe mara ya pili. Kama unataka kuingia mbinguni, lazima uzaliwe mara ya pili. Ila kama unataka kujiunga na dini, kuwa mwanachama wa dini, unaweza tu ukajiunga ukajisajiliwa, ila mbinguni sharti la kwanza kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo akashtuka kwa sababu umri wake ulikuwa umeenda sana. Nadhani wakati huo alikuwa na umri zaidi ya miaka 30, kama 30-45. Sasa Nikodemo akaniuliza, mimi mtu mzima nina miaka 45, niwezeje tena kuzaliwa mara ya pili? Unamaanisha nirudi tena mama yangu afanyiwe upasuaji, alafu mimi niingie tena tumboni mwa mama, alafu tena nitokeze? Kwanza huo upasuaji utakaofanywa na mimi mtu mwenye miaka 45 niingie ndani ya tumbo la mama, hiyo inakaaje? Hiyo inawezekanaje? Mbona ni jambo gumu? Yesu akaweka mkazo akasema, amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Mjadala wa Yesu na Nikodemo ulikuwa mzito na waliendelea nao sana. Mimi nimeufupishia hapo kwa sababu ya afya ya muda. Nikodemo